kumeza. Maji ni mtu anakuja kwenye ardhi yako, anatoa draw aggregate 3-1, anachukua kombe, achana na kuchukua kombe, anashangilia kabisa kwako, anatembea kwenye vyumba vyako, ana celebrate anavyotaka, kisha anakuwa pipa anaondoka. Na wazungumzia Serbekani wametudhalilisha kweli kweli. Lakini hamna shida, ndo football. Mimi ni Florence Renato na hii ni Data Sports. Pengine tunatofautiana imani na hisia. Unaweza kuwa umefurahia muda huu na muda huu unavyotazama unaenjoy kweli kweli. Lakini kuna muda pengine unanitazama hivi na una huzuni kubwa sana ndani ya moyo wako. Usijali, hiyo ndio football. Na mimi naomba nikukaribishe tuendelee kuzungumza kimichezo, hasa yale ambayo yameweza kutokea katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Draw ya goli 1-1, aggregate 3-1. Nyama anashindwa kufurukuta katika ardhi yake mwenyewe. Kombe linaenda kwa RS Berkane kule nchini Morocco. Niko na my brother Godlisten Muro. Mimi huyu huwa ni mwalimu wangu. Kwa hiyo tukikaa hapa ni mwalimu na mwanafunzi wake. Kwa hiyo sio wewe tu unaelimika, hata mimi pia naelimika. Nataka uko vizuri kwanza? Friends, mimi niko vizuri. Naendelea vizuri. Niko vizuri na ndio soka lilivyo. Nimeanza kwa kumtambia mtazamaji wa Data Sports sababu najua pengine anatutazama na huzuni, pengine anatutazama na furaha. Ndio mpira wa miguu ulivyo. Sahihi kabisa. Kwa angekuwa shabiki wa Arsenal tushazoea ama. Mapema. Miaka mingapi? Miaka takriban 21 sasa. Sisi hata ubingwa unaweza ukawa pale tukaukosa. Kawaida sana, tushazoea. Lakini uzuri Champions League ya wanawake mabingwa. Kule tunapa kujitetea. At least mtu akikwambia shabiki wa Arsenal huna medali ya UEFA, mwambie mbona timu ya wanawake wana. Si Arsenal ile, kwani inaitwa Nottingham Forest? Ni Arsenal. Na wamechukua UEFA ila ni ya wanawake. Kabisa. Bana, nataka sasa tumtazame Joshua Mutale Budo. Swali la kwanza, pengine mtazamaji wa Data Sports anaweza kawa anajiuliza, hata mimi pia, kwa nini mwalimu leo alichagua kuanza na Budo na sio Kibu Dennis? Lakini pia mchango wake kwa ujumla uwanjani licha ya Simba kutoweza kupata matokeo na mpaka hatimaye CAF akaweza kumtunuku mchezaji bora wa mchezo husika, ambapo mchezo huo umeisha kwa suluhu. Simba ameshindwa kuweza kufurukuta aggregate 3-1, sio mbaya, lakini tumtazame sasa huyu Joshua Mutale ambaye alivyoanza sivyo na ambavyo sasa hivi tunamuona. Nini ambacho kimebadilika kwa Mutale, lakini tuanzie hapa. Nini ambacho Fadu alikiona kwa Mutale na sio kwa Kibu Dennis kumwanzisha kwenye mchezo huu na mchango wake kiujumla Godlisten katika mchezo huu? Kwanza big up sana. Yaani maua mengi sana kwa Mutale. Yes. Mutale ni mfano wa binadamu ambaye anazungumza na kundi la watu wengi waliokata tamaa. Kwamba inawezekana, subiri muda. Yaani inawezekana kila kitu. Lakini uko tayari kusubiria muda. That's number 1. Angalia kwenye ligi, angalia kwenye michuano ya CRDB, performance yake wakati msimu unaelekea mwisho. Mimi si mfuasi wa watu wanaozungumzaga mkataba si unaelekea mwisho anawasha. Hakuna player ambaye anatamani msimu mzima acheze vibaya afu mwishoni mwa msimu acheze vizuri. Kila player anatamani kuwa na standard bora msimu mzima. Inawezekana katikati ya msimu kukawa kuna graph inapanda na kushuka kwa sababu ya factors nyingi. Labda umekosa nidhamu ya kumaintain kiwango chako, umekutana na majeraha, umekutana na mambo ya nje ya uwanja ambao ni factors nyingi sana. Ndani ya kiwanja ukakuta udeliver. Lakini Mutale kwa alicho kionyesha, sikuwa surprised na performance yake ya leo. Sikuwa surprised na kitu alichokifanya kule Morocco. Kwa maana alivyoingia sabu siku ile na kwenda kuipush timu ikasogea juu. Kwa sababu nilimuona Mutale wa michezo 4 ya viporo ya Simba dhidi ya kina KMC, kina Pamba na kadhalika, kina Mashujaa na JKT, the way alivyokuwa na performance nzuri, nilijua ataongeza kitu, lakini sikujua kama angefikia grade ya juu kama hii ya leo. Inawezekana swali la kwa nini mwalimu alianza naye badala ya Kibu, inawezekana mwalimu alishagundua kuweza kupenya kwenye ngome ya Berkane ambao kabla ya mchezo huu walikuwa wameruhusu mabao mawili tu. Bao moja kwenye hatua ya makundi dhidi ya Stellenbosch kwenye ile 3-1 wakishinda wao, lakini waliruhusu hilo moja. Lakini at the same time bao lingine lilikuja kwenye nusu finali tu. Sababu mchezo wa robo finali dhidi ya Aseki hawakuruhusu bao. 1-0 kule Ivory Coast, 1-0 pale Morocco. Lakini mechi ya Constantine wanafungwa 1-0 huku wao wakiwa na faida ya mabao 4 ya nyumbani. Ndio ilikuwa bao la pili. Kwa timu inacheza kwenye michuano mpaka inafika kwenye finali. Sio? Unazungumza takribani ukianzia tu kwenye makundi mpaka mchezo uliocheza Morocco ilikuwa ni mchezo 11 wameruhusu mabao mawili.
Michezo 11 zidisha mara 90 ni dakika 990. Kwa hiyo unaruhusu mabao mawili kwenye dakika 990, wastani wa kuruhusu bao moja kwenye kila dakika 495. Yaani mcheze nao dakika 495 ambapo hizo ni karibia mechi karibia mechi ngapi hizo? Karibia mechi 6. Sababu mechi 5 ni 450. Ongeza na kipindi kimoja tena cha dakika 45. Ndio unapata mechi ambazo walicheza kwa kuruhusu bao moja. Sawa. So ngome ya aina hiyo umeshindwa kuifungua ukiwa kule Morocco kwa sababu walikushambulia sana. Ulikuwa unatoka kwa moments chache. Leo unahitaji watu ambao wanaweza kuwa wazuri sana kwenye kutoa solution, kutoa majibu ya maswali magumu ya ukuta ule wa kina Mamadou Lamine Camara akiwa kiungo wa ulinzi, mbele akina unazungumza kina Abdel Hak Asal, akina Tahif Ahmed, unazungumza kundi la kina Yusuf Dayo. Unapenyaje kwenye zile channel? Unawezaje kuwafikirisha kina Yasin Labhiri warudi na wenyewe defend? Lazima uwe na ball carriers. Bahati nzuri mwalimu akajua na Mpanzu ambaye anaweza aka take 1 and 2 3 akaondoka na watu. Take on yake dhidi ya watu 3 4 5 kwake ni nzuri kwa sababu Mpanzu ana dribbling skills, ana uwezo wa kuscreen mpira kwa maana kuficha mali, ana uwezo wa kumove. Unahitaji mchezaji mwenye vitu vyote vitatu. Kuna wachezaji ni wazuri kwenye kutunza mali. Anaweza kuwa na control kubwa, hana mwendo. Kwa hiyo atafanya skills zake lakini atakuwa amezifanya kwenye hatua mbili. Timu inatakiwa wakati huo ina hatua 10 mbele. Angalia bao ambao anafunga Mutale, utaona ninachozungumza kuhusu Mpanzu. Ana control mali, anafanya skills, anatembea, yuko directed kuelekea mbele. The same to Mutale ambaye anaweza kupita kwenye channel ngumu. Vile vichochoro ambavyo unazungumza kati ya Renatus na mimi, haka kaupenyo ambao tunaamini player mwenye mwili mkubwa, asiyekuwa mwenye physicality kubwa, hapa tutakuja tutakolide naye, tutamzuia mpira utaenda. Yeye anaweza kapenya. Na ndio maana alikuwa anafanya vitu vya hatari sana. Kuna goli ambalo alikosa Kapombe la kichwa. Yeye na goal line. Yeye na mstari wa goal. Angalia tani aliyefanya Mutale ndani ya box, defender akiwa amempa kifua, ameenda kumzuia pale kwenye mgongo wa Mutale, ametani naye kwenye mguu wake, kaenda ka produce one of the best assist. Ingewezekana kama Kapombe angefunga bao, lakini ni ule uwezo wake, flexibility. Tunasema wachezaji wengi wenye kimo kifupi wana low center of gravity. Yani ule nguvu ya uvutano wa dunia kwenye fizikia. So PCM tunakumbuka tulikuwa tunaelekezwa namna ambavyo kitu chochote kikienda juu kitarudi chini, kwa maana ya nguvu ya uvutano wa dunia kuvutwa vitu kwenye center ya dunia. Mtu akiwa na umbo dogo ama mfupi, huwa tunafahamu center of gravity yake, namna uvutano wake, yeye na ardhi iko karibu. Kwa ana flexibility kubwa. Uwezo wake wa kunyumbulika huku akiwa hajapotea kwenye direction, agility kwenye sport kwake inakuwa ni kubwa. Kwa Mutale ana hiyo. Na hiyo ilikuwa haionekani wakati anazungumzwa anafanya vibaya kwenye ligi. Lakini alivyokuja kupata formula yake na ikae na tiki, kila anachokifanya kinageuka kutoka jiwe kwenda kuwa almasi, ukaanza kuona madhara yake kwenye zile mechi za viporo za ligi kuu 4. Lakini at the same time angalia faida ambayo alikuwa anaitoa leo. Sehemu ambayo timu ingeshindwa kupiga pasi mbili ili move, yeye angeweza akatembea. Kuna baadhi ya fouls inawezekana labda muamuzi alikuwa mbali na matukio, inawezekana Mutale angekuwa anaziwin. Lakini angalia namna ambavyo alitengeneza hali ya taharuki. Wakati Berkane anakuja, anajua nitaenda kudefend kulia na kushoto, ni Mpanzu na Kibu, analetewa tatizo. Angalia timu ilivyokuwa imepaki basi muda mrefu kuzuia at least movement za Mpanzu, Mutale katika eneo hilo. Akili ya Hua leo ikae na rahisishiwa vitu. Badala ya Hua ambaye anaonekana speed yake sio kubwa kama kina Mpanzu, yeye atatakiwa kupasia kwenye maeneo sahihi. Angalia Ngoma leo, pasi alizopasia kwenda pembeni na alizopasia kwenda kwenye vertical channel, mstari wa katikati, nyingi zipi? Utagundua ni za mstari wa katikati. Sababu kwa anajua ninampasia Mpanzu na Mutale ambao wamevunja maeneo ya pembeni kumpisha Kapombe na Shabalala. Waje ndani hapa kama namba 10 ambao wanaweza kudribble, na Simba ndio ilikuwa inahitaji watu wa aina hiyo. Berkane wana mwendo, wanaweza kukimbizana, wana flexibility, wananyumbulika ndani ya kiwanja, wanafika kwenye matukio. Ukikosa wachezaji ambao wako sahihi na wako tayari kutake risk, kuchukua majanga kwa ajili ya faida, ni ngumu kuwapa swali lolote. End of the time
ametengeneza moment nzuri ya kufunga bao shot on target kwenye mechi 2 ambazo Simba amecheza na Berkane za finali. Amepiga shot on target hiyo ambayo ndio ya Mutale, ndio maana anaingia kwenye mjadala moja kwa moja. Yes. Sasa umezungumzia shot on target hapa ndio ukasisimka. Yaani kipindi mechi inaisha naangalia takwimu pale, sikuamini kama Simba ampiga shot on target moja. Ni ile ya Mutale. Na ile ambayo alifunga mkwala ile haihesabiki. Of course, kwa sababu ni disallowed goal. Kwa ile moment haipo. Yaani ukiona umefunga bao likakubaliwa, takwimu 2 zimeingia pale. Tena 3. Takwimu ya kwanza imeingia ni assist. Sawa. Labda wewe umefunga bao kwa single handed, ulichukua watu mwenyewe kijiji. Sio? Takwimu ya pili inaingia ni ya goli, lakini takwimu ya 3 inaingia kwenye shot on target. Sababu uwezo ukafunga bao kama shot ilikuwa limeenda nje ya frame ya goal. Tumpongeze sana Fadlu. Of course amefanya kazi nzuri. Amefanya kazi nzuri sana. Kabadilisha vitu vingi, lakini mwishoni ilibidi ya riski. Unamaliza kwenye mchezo, Shefondo unamtoa, unabakia na mlinzi wakati asilia huyu mmoja. Wakacheza walinzi 3. Kapombe Njoro kwenye center back, Valentine Ouma ambaye alifanya kosa ambalo limekwenda kuwapatia Berkane bao. Kwa hiyo baadaye Kibu akatakiwa akacheze kama wing back ya kulia, beki ambaye anakwenda juu kama winga na kurudi. Na huku upande huu unakumbuka, sio? Inabidi sasa kazi ifanyike na kina Ahoua, Vunja kwenye eneo la kiungo wa juu, njoo chini. Kwa timu ilimaliza ikiwa kiukweli na balance ndogo. Ni kama Berkane angekuwa anaweza kutumia udhaifu wa wachezaji sahihi kwenye nafasi sahihi kwa Simba waliokuwa wameingizwa na wengine kupunguzwa, angeweza akapata mabao ya ziada. Godlisten Muro huyu akiendelea kutupitisha kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Simba kashindwa kufurukuta, Berkane ameweza kutoa ubingwa wake ni wa 3, si ndio? Of course. Yes, katika kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia ni ameshachukua na ubingwa wa ligi kuu ya kule nchini Morocco. Kwa msimu ujao Berkane tutamuona kwa mara ya kwanza katika michuano ya CAF Champions League 25-26. Huenda wanaweza kukutana na Simba au Yanga, kwa sababu Simba na Yanga wana uhakika kucheza michuano hiyo msimu unaofuata. Kwa tuombe tukutane nao tena tuwalipizie kisasi. Sasa Muro, nataka tuangalie faida ya yoyote ambayo mnyama ameipata ya kufika katika hatua hii ya finali, licha ya kuwa ni washindi wa pili na kukosa kombe, lakini naamini kuna faida kubwa ambayo Simba ameipata kifedha, lakini pia kitimu zaidi. Kuna mambo mawili hapa, kifedha lakini pia kitimu zaidi, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unajua vizuri mpira, unaweza kutueleza kifedha amenufaika vipi Simba, lakini kitimu zaidi kwa maana ya timu ya Simba, ile nembo ya Simba imenufaika vipi? Of course umegusa faida hizo 2 za muhimu, hasa ya fedha, lakini ndani ya kiwanja nini kitakuwa kimeongezeka cha muhimu? Ya fedha, unafahamu bingwa wa michuano ya shirikisho kwa hapa namzungumza Renaissance Sportive Berkane, anapata kiasi cha shilingi ama dola za Kimarekani milioni 2. Ukifanya mbadilishano wa kifedha kwa sasa ambao mpaka Ijumaa ya tarehe 23 mwezi Mei, nazungumza Ijumaa kwa sababu ya ile siku ya kazi, mbadilishano wa dola kwenda kwenye shilingi ya Kitanzania, shilingi ya Tanzania ilikuwa ni 2692.97. Shilingi 2692 hiyo ndio sawa sana dola 1. Kwa ukija ukazidisha kwa dola milioni 2 ambazo Berkane amezipata, ni wastani wa karibia dola milioni 2, wastani wa shilingi za Kitanzania bilioni 5 na ushe. Lakini ukirudi sasa kwa Simba ambaye ni mshindi wa pili, anapata medali ya silver, lakini at the same time anapata dola za Marekani milioni 1. Zidisha kwa 2692 ni wastani wa bilioni 2 na milioni 692 na zaidi ya milioni kibao zingine zinazosalia, laki kadhaa. So almost bilioni 2 milioni 692. Kwa ni ukisogeza around ni kama bilioni 2 na milioni 700. So 2.7 B si kiwango kidogo cha fedha ambacho unavuna kwa hatua hiyo. Ni pesa nyingi sana ya uwekezaji hiyo. Wameshawahi kuwa na mzabuni yule Vunja Bei ambao aliweka bilioni 2 kwa misimu 2 kuwavalisha tu jezi. Unaenda kuichukua tu kwenye mashindano
baada ya kufikia hadhi hiyo. Hiyo ni kwenye eneo la kifedha, bilioni 2 na milioni 692. Lakini eneo lingine tunaongelea ranki za Afrika. Kwa mujibu wa CAF 5-year ranking, wapo katika nafasi ipi? Kumbuka walikuwa wameongeza pointi wakafika kwenye nafasi ya 4. Na ilikuwa inazungumzika kuelekea msimu ujao watakuwa wanakamata nafasi ya 4. Lakini the issue is Berkane baada ya kuchukua ubingwa zimeongezeka pointi 5. Kumbuka Simba alikuwa na greater equal to 48. Alikuwa na kubwa au sawa na 48. Maana yake zingeweza zikaendelea zaidi ya pale. Sawa. Angechukua ubingwa zingekuwa 53. Berkane alikuwa na 47, nafasi ya 5 nyuma ya Simba kwenye nafasi ya 4. Lakini Berkane kwa sababu amekuwa bingwa, zinaongezeka 5 kwa Berkane, zitakuwa 52. Maana yake kuelekea msimu ujao, Mungu akipenda 25-26, Berkane ndo atakuwa nafasi ya 4 kwa sababu atakuwa na alama 52 kuingia msimu ujao. Simba amebakiwa na zile 48 ambazo ni za mtu ukiishia tu finali bila kuwa bingwa ukafungwa finali ama umepoteza finali unakuwa una alama 4. Kwa Simba atakuwa na takribani 48. Sawa. Naam. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Kuna watu wamefurahi. Naam. Kuna watu tumehuzunika. Ndio mpira. Na nikwambie tu Florence, hii haipo Tanzania tu. Mimi ule wimbo wa uzalendo kiukweli binafsi kwangu mimi, yoyote atakayekuwa amechukulia vipi atajua mwenyewe. Uzalendo kwenye football ni mgumu kwa sababu sio timu ya taifa. Tuendelee. Kwa sababu leo hii utazungumza wakati Young Africans anapoteza ule ubingwa dhidi ya Usma, kundi ambalo leo limeumia lilikuwa lina furaha. Lilikuwa lina furaha. Young Africans leo pia wana furaha. Maana yake ni kwamba sio tu Tanzania, iko dunia nzima. Yaani usitegemee Liverpool alivyochukua ubingwa wa EPL leo hii. Everton. Manchester United, Everton wana furaha. Hakuna hicho kitu. Usitegemee. Unakumbuka wakati Roma wanakwenda kucheza na Liverpool, mchezo wa UEFA nafikiri ilikuwa ni hatua ya nusu finali kama sio robo finali. Roma wapinzani wao wajadi ni Lazio. Ama watu wengine wanatamka Lazio. Wanaitwa SC Lazio. Lazio ni wapinzani wa jadi wa Roma. Wanaamini Roma ni kama watoto wa kanisa, watoto wa kishua. Lazio wao wanaamini ni kama vile wapagani, hawana dini, outcast, wametengwa. Lazio walikuwa tayari kuacha baadhi ya hoteli za jiji la Roma wasizitumie kwa ajili ya mashabiki wa Liverpool waje wasitumie kuadabisha wapinzani wao wa jadi AS Roma. That is the same case ukienda Argentina kwa Boca Juniors, wao Boca Juniors Kihispaniolo wanatamka Boca Juniors, ama kwa Rio de Plata ambao ndo River Plate. Ukienda Estadio Monumental ambao ndo uwanja wa Rio de Plata, usitegemee mshabiki wa Boca Juniors anapafurahia. Ukienda Estadio la Bombonera ambao ndo uwanja wa Boca Juniors, usitegemee mshabiki wa River Plate anafurahia. So that is the case in football. Nenda Istanbul, Uturuki, upande wa kulia ambao ndo huko upande wa Asia ndo Fenerbahce, upande wa kushoto ambao ndo upo Ulaya ndo Galatasaray, the same case. Na ndivyo ilivyo. Nenda Glasgow, Celtic na Rangers. Nenda Ufaransa, PSG na Marseille, top clubs za Ufaransa. So that's the case in the world. Mwisho story ya Tottenham sijuzi walichukua ubingwa. Yeah. Walipita sasa pale London karibu na jengo la Arsenal, kwa wanasema mashabiki wanamwambia you guys Arsenal are you looking us? Unanielewa si? Wakati Afrika tunaamini mpinzani wetu sisi Arsenal ni Manchester. Ila pale London wameishi kwa shida. Tottenham kachukua ubingwa London, yani bwana, ni tuko tunapiga story hapa. Muru ameniambia mnaga uzalendo kwenye football. Uzalendo upo kwenye bendera yetu tu ya taifa. Hapo ndo utaona uzalendo wa mtu. Uzalendo kwenye football ngumu sana. Basi mimi naomba nikushukuru sana na nikutakia wakati mwema na karibu tena ndani ya Data Sports.